Wow. Karibu tena mtazamaji wetu wa Nikio Kigaga Television. Hii ni Kiswahili edition. I am your host Alpha Erickson. Nitafute pale kwa Facebook Alpha Erickson Global and all the other social media platforms. Nitafute Alpha Erickson. Basi tumerudi tena na mgeni wetu anaitwa Askofu Amos, kwa sababu topic ile ambaye amekuja nayo imekuwa on demand. Ni jambo ambayo watu wengi kulingana na vile mnatuongelesha wanataka kuelewa kwa undani. Kwa hivyo Askofu Amos, karibu tena to our third show. Asante. Karibu sana. Asante sana. Please salimia watazamaji wetu. Asante. Kwanza ni kusalimia bibi yangu. Wacha kwanza nimsalimie. Najua sasa anatazama. Yes. Nisalimie watoto wangu, najua sasa wako kwa mitambo. Na nisalimie kanisa. Kanisa la Information of Christ Church. Ikiwa pale Juja. Nisalimie wachungaji wetu wote. Yes. Najua wako kwa mitambo wanatutazama. Wengine wako Bali, wako Narok, wengine wako pale Laikipia, wengine wako Busia. Na mahali popote watazamaji wanatuona, niwasalimie katika jina la Yesu. Amen. Asante. Hata mimi nawasalimu watu wa Ami na marafiki zangu na followers wangu. Asante. Na pia muangalie YouTube channel yangu inaitwa Ami Kenya. Just search Ami Kenya. Anza kusubscribe pale. Asante. Wakati mwingine tutakuwa tunakutana pale na content nzuri za kiungu. Kwa hivyo kabla nisahau, yes, ningetaka kusalimia wale watu wako pande za Keno na Kabati. Yes. Siwezi sahau na wale watu wako pale Gikono na Kangangu. Na mahali panaitwa pale Kabati tu hapo kwa flyover. Hapo Delta. Ninawasalimu sana. Asanteni sana. Umegeithio. Nidamugeithia. Najaribu kusoma. So, tunataka ku ride on. Yes. Kwa hii issue ya masturbation kwa ndani. Sitaki tuende na haraka sana. Okay. Kwa sababu neema ile Mungu amenipatia kuwa mwalimu. Yeah. Mimi hufunza nikichukua muda kwa kitu. Ndio mtu maswali yake nyingi iwe imejibiwa. Ni kweli kabisa. So ile show tulikuwa nayo last time. Tuli address issue ya, nilikuuliza swali kama sex kwa ndoa inaweza saidia mtu ambaye ni captive wa masturbation. Kwa sababu tunajua masturbation iko na spiritual root yake. Na kuna mtu ambaye kulingana na yeye anaona sasa juu nimeoa ninaweza overcome hii masturbation kwa ajili niko na mke. Na ukatueleza vizuri wakati huo vile already mtu akiwa captive wa masturbation, sex life yake kwa ndoa iko damage. Iko na some abnormalities ndani yake. Unaona? So tuliconclude ya kwamba si rahisi mtu wa overcome ama conclude guarantee eti umeshinda masturbation kwa sababu ushaoa. Si ni kweli? Sasa swali yangu ya pili, mtu ujipataje kwa masturbation? Asante sana. Njia ni nyingi za kuingia, lakini nataka tuziangalie. Asante sana. Sasa kuna shida. Kuna jina ya kimombo umetumia mzuri sana. Yes. Captivity. Yeah. Unajua captivity, kuna watu tayari wamefungwa. Wamefungwa in this cocoon, in this canopy. Yani wamefungwa mahali, wamekuwa confined. Kwa sababu ya masturbation. Na masturbation kulingana na venye mimi nimeona watu wanajitokeza kwangu, na ni asante sana.
lakini siwezi taja mtu niseme hiyo ni kitu private. Yeah. Hiyo ni mambo ya pastoral. Mambo ya pastoral hainanga public, hainanga nini, hiyo ni mambo private na ni mambo ya pale kwa ofisi ya mchungaji. Yes. Lakini wacha nikuambie, kama kuna mambo ambayo saa hii imesubua watu ni masturbation. Na masturbation mtu anaanzanga polepole. Mtu anaanza hata akiwa mtoto mdogo. Kama miaka ngapi? Anaanza tu kama ni kijana anaanza kuguzaga kitu yake, anasema nasikia mzuri. Oh. Kwa hivyo teenage. Tu, kwa teenage hata even a boy of 6 years anaanza anza pale. Anza na ndiposa unakumbuka tulikuwa si kama mlikuwa tunasoma ama tulikuwa tunasoma mambo ya head, shoulder, knee, shantu. Tulikuwa tunasoma hivyo. Saa hii watu hawasomi hivyo. Wanasoma kila saa hii sasa watu wanasema guza kichwa, guza, alafu wakifika hapa kwa nini? Lazima aguze. Anaambiwa guza. Kwa nini? Na anaambiwa mtu mwingine asiguze. Sex education. Yes. Kwa sababu ile maisha sasa tuko nayo saa hii ni very complicated. Watoto wetu ni kuisha wanaisha na hiki tunaita masturbation. Na mtu anaanzia polepole tu. Polepole. Mtu anakuja anaguza, anaenda anaguza tena, hasa anafika hasa class 7 ama class 8. Bado anaguza. Alafu tena anaona hiki kitu imesimama. Anaingia adolescence. Sasa anaingia sasa pale. Sasa anaendelea kuguza. Anaendelea hata kuguza sasa na kasabuni. Ana kasabuni. Pale sasa kwa bafu. Anaenda tu sasa anakuwa machua in masturbation. Anaanza kutumia mafuta. Na ndiposa saa hii. Na ndiposa saa hii tunawaambia wazazi wao sasa wanaigia paka huko kwa hao watoto. Kwa sababu watoto wengine wananunua mafuta, wanaficha. Ili usiku unanunulia mtoto wako mafuta, anaenda shule. Inaisha na kuota tamu. Sidio. Unashangaa kwa ni jua ile kazi anafanya. Anajipaka hadi na huko ndani. Sidio. Sasa hata saa hii tunaongea. Kuna shida. Kwa sababu hiyo ni jambo moja. Hii ni kuja kwa mashida zile zingine. Jambo ya kwanza, watoto lazima tutawafunza discipline. Kuguza. You are now going the right way. Yes. Kuguza na kuguzaguzwa. Yeah? Kuongeleshwa wanafaa kuongeleshwa. Ukute ya kwamba mtoto wako unamwambia hata jioni. Kuna mtu leo amekuguza. Kuna nani amekuguza leo? Exactly. Ili ya kwamba tuweze kutoka kwa hii spirit na hii roho mbaya ya masturbation. Yes. Number 2, shule. Maana kuna shule zingine ambazo unakuta wasichana bado wanacheza tu. Unakuta msichana amefanya nini? Ameguza yule mwingine. Akaintroduce sasa ameguzwa. Mtoto ameguzwa. Msichana ameguzwa. Sasa wakati anaguzwa anasikia kajoto. Ile wazimu. Yes. Anaingia kwa hiyo sasa. Jambo lingine inasababisha watu waingie kwa masturbation ni kitu kinaitwa social media. Social media ni mzuri, lakini kuna watu wanaitumia vibaya. Na kabla tuende kwa social media, yes, kuna point mtu anafaa kushika hapa, mtazamaji. Mtoto akiwa ameingia teenage, ameingia akaanza ku experience adolescence, kuna kitu inaitangwa attraction to opposite sex. Na ndio that attraction huwa ina arouse the sexual urges. Sasa kama hajaongeleshwa aziput under control, ndio katoto kanaingia kwa fornication out of innocence, na anaingia kwa masturbation. So that is what Bishop alikuwa anaelezea. Tukisema ya kwamba ni vizuri tunaongeleshana, na ni kuongeleshana ni kusema we make time for our children. Wacha nikwambie,
sahi watu wamekuwa very busy. Yeah. Unaona kitabu watu walikuwa wanaulizwa we Njoroge utanizaa lini? Na walikuwa wanaulizwa na wazazi. Wazazi walikuwa wanauliza watoto wao very innocently. Njoroge kwani utanizaa lini? Wairimo kwani utanizaa lini? Wazazi walikuwa wanauliza watoto wao vizuri sana. Kwani hutaki niitwe shosho? Very politely and very innocently. Lakini siku ya leo ukiuliza mtoto wako unataka wewe Njoroge kwani utanizaa lini? Huyo mtoto anakuwa na haya sana. Ni kama tabu. Kwa sababu sasa anashindwa na mimi yote nimemwaga yote, mimi nitazaa nini? Wacha hata hivyo. Na wacha nikwambie tuende kwa hiyo ingine. Hapa Kikuyuni. Hapa kwa Kikuyu. Tuchunge sana. Tuchunge kwa sababu hii inaweza kuwa roho imemwagwa. Inaweza kuwa roho imemwagwa ya kumwaga begu. Watu wanamwaga begu. Imekuwa kama roho. Lazima tuikemee mtumisi. Kwa jina la Yesu. Lazima tukemee hii roho. Isiwe ya kwamba imetumwa. Mimi wale watu wote nimeongea na wao. Karibu 80%. Yes, 80% ni Wakikuyu. Wakikuyu wamegongwa na masturbation. Wakikuyu wamegongwa. Ninaambia wale watu wako huko kwa mitambo. Aburi. Ni alige na wameligongwa kabisa. Wamekataa responsibility. Wale watu wanafanya masturbation. Wengi ni kukataa, wanakataa responsibilities. Wanakuwa watu wavivu. Na ndiposa tunasema in the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Yes. Across again region. Lazima tukatae hii roho ya masturbation. Amen. Yes. Lazima tukatae hii roho ya masturbation. Kuenda all over. Kiambu, Murang'a, huko kwingine kunaitwa Gema ni Meru. Na nini nyingine? Gema ni Gikuyu, Meru, whatever. Embu. Na sometimes bishop hata audience ya mzazi inaweza kosa kukua issue cause relationship. Yes. Kuna mzazi ni kama beast kwa mtoto wake. Akisikika tu kwa gate kama ile iko pale, akikoa mtoto amepanda bedroom. Yes. Sababu ile relationship mzuri inafanya mtoto anakuwa na freedom ya kujiexpress akiwa innocent. Kwa mfano mimi nitakupatia mfano wangu ndio tuende kwa social media. My example. Na please msini scroll. Touch not the anointed. Anyway, wakati wangu siku moja niliwatch news nikasema na huyu reporter ni mrembo. Comment kama hiyo. Mamangu aliniuliza, na kwani siku hizi umeanza kujua watu warembo? Are you getting that point? Na mimi Mungu alinisaidia nikajua okay. Sasa ile relationship ndio iliniallow kujiexpress. Sasa wewe kijana yako hajai kukutajia kama ana notice mtu mrembo, wewe hujui, anajifungianga bedroom yake ukuta ni safi, hakuna picha, hakuna nini. Na kumbe ananyonga peke yake. But sasa unaona angekuwa free kama venye mimi nilikuwa free nikataja yes. Na huyu ni mrembo. Mamangu akajua haya huyu jamaa ameanza kuwa mwanaume. So relationship yako na mtoto wako ndio unaweza jua kama huyu dem ameanza kumachua na kama huyu kijana hata akuulize swali na hata kuna kijana anaweza masturbate na ajui amemasturbate na aseme ati mam nilikojoa na venye nilikojoa sijui kulienda aje. Okay, I'm just trying to explain. Sijui wewe uliambiwa aje kama mtu. So social media now. Social media ni another gadget ambayo lazima clergy tusungumzie sana. Exactly. Lazima tukuje na mipangilio sana. Mipangilio mizuri kwa our social media. Kwa sababu venye mambo iko sahi tulikuwa tunaisikia kitambo. Sasa mambo imetukuta. Kwanza tuanzie church. Mambo ya clergy ama church. Waacha milango ifunguliwe kwa mashule. Wachungaji waingie huko. Okay. Milango ifunguliwe.
Hii mambo ya PPI in the primary school. Wacha hiyo milango ifunguliwe. The counselors, milango ifunguliwe. Wapate nafasi. Ile mambo iko shule. My friend, ni mengi sana. Mimi nimekuwa na mashule, nimekuwa na huduma ya ministry ya watoto. Nimeenda nimehubiri mashule mengi sana. Lakini one of the schools ambazo nilikuwa ninaenda kuhubiri, mwalimu mmoja aliniita akaniambia, mchungaji, unajua watoto wa class 4 by then walikuwa kukojorania ama ni huyu mtoto anakojorea huyu mwingine na huyu mwingine anakojorea huyu mwingine. Sasa hiyo case ikaenda pale kwa staff room. It was very chaotic, my good friend. Kukonjoania. Sasa katoto haka class 4 kana kojoania na haka na kojoania na haka. So hiyo walijua from social media. Wacha nikwambie. Ile mambo iko social media saa hii. Tukatae na ama tusikatae. Mambo imetukuta sisi wa Kenya. Tulikuwa tunasikia mambo kitambo, mambo Afghanistan, mambo wapi Amerika. Saa hii mambo iko hapa. Sasa mambo haiko bali. Mambo sasa iko hapa. Lazima sasa tusimame. Na tusimame. Milango ifunguliwe. Wachungaji waingie kwa shule. Wale wachungaji ambao wako na roho za Bwana, na wale wachungaji ambao wako na good doctrine. Kwa sababu clergy yenyewe imekuwa na mambo mengi. Wacha wachungaji wafunguliwe milango. Nikienda kwa hiyo kitu kingine, social media imefanya. Hebu niambie, unaacha mtoto wako na simu yako? Hebu patia mtoto wa class 5 simu, uone mahali ataenda. Nikustuka utastuka. Nikustuka utastuka. Mtoto wako ameingia Google, ameenda YouTube, ameingia paka mahali pengine wewe hujui. So hata watu wazima sahi, wale ambao sahi tuko nao sahi, ni vizuri tuanze kujiuliza maswali mawili matatu. Unatumia simu yako aje? Ili tuweze kusaidiana. Ndio mtoto wako ataifikia. Kuna mambo mengi sana ambayo ni ya kuprevent masturbation. Mtoto wako mwambie mambo ya mwambie ukweli. Mwambie ukweli. Siku hizi watoto hawafichwi. Siku hizi kitabu tulikuwa tunaambiwa watoto wananunua kwa soko. Sasa unawaambia venye ilikuwa iko shuleni. Kitabu hata mtoto ukienda uambie mtoto sahi, mtoto wa class 3 4. Mimi nilikuja kujua mtoto hanunui kwa soko wakati nienda high school. Unajua mtoto hanunui kwa soko ukiwa na miaka ngapi? Hapo sasa ndipo unakuta ya kwamba sasa mtoto unamuuliza mtoto hata ndiye anakuuliza. Anakuuliza maswali. Nakuuliza kwani wewe unaambia mtoto alinunue kwa soko? Anakuambia ni maongo. Ni maongo. Lakini kitambo watu walikuwa wanaambiwa mtoto ananunuliwa wapi? Kwa soko. Na anakubali. Lakini kwa haya majira mtumishi inasema kwa haya majira ambayo tuko saa hii watoto wanajua hawanunuliwi. So lazima tuambie watoto ukweli. Na watu ambao wako ambao sasa hivi wametairi. Wale watu wametairi. Hapo napo kuna shida. Kuna shida hapo. Kwa sababu kuna watu ambao wanapeleka watoto kanisani. Asisemi ni vibaya. Kuna watu wengine ambao wanapeleka watoto wapi? Kwa cultures, hii traditionals kwa mila. Kwa mila. Na kuna watu wengine wanapeleka watoto wapi? Nyumbani. Nikuambia siku ya leo. Maana tuko hapa tuambie watu ukweli. Kama kuna kitu ambacho nimegundua watoto wanatoka nacho kwa hizo mikutano tunaenda kupeleka watoto wetu watairiwe huko.
lazima tujue tunapeleka watoto wetu wapi. Ni nini wanaenda kuambiwa? Wanaenda kufanya nini? Ama kuonyeshwa nini? Kwa sababu lazima hii roho ya masturbation tuendee bali huko. Tukuje kama tumeing'oa. Kutoka kwa source. Because tukiendelea hivyo, mimi naona tunaendelea. Hatutakuwa na family kesho. Ukweli. Hatutakuwa na watoto kesho. Kwa sababu sasa kama begu zote zimemwagika zote chini, hata watu watakuwa wanapata begu, watakuwa wanapata watoto ambao wako na mambo mengi sana. Because ile begu ya kuzaa ilifanya nini? Ilisha. Lazima tuwe na begu sasa, ile begu original. Ile begu original inaagukia mtu, inaaguka. Sasa na yule naye sasa angalia hapa. Unaona kuna shida. Begu imekuja. Na ni begu wiki. Na hiyo begu wiki imeenda kwa mtu mwingine, na sasa na yeye anatoka kila siku na carrot. Anatoka kila siku na mafuta. Anatoka kila siku. Unaona? So lazima kuwe na shida. Wanapaswa tunasema. Na ninauliza watu. Tushikane pamoja. Mahali watu wako na unajua wewe unafanya masturbation. Wacha kujificha tena. Jitokeze tuombe na wewe. Jitokeze tupige hii roho. Jitokeze. Hata kuna watu wengine wanasimamisha gari kwa barabara. Unasema ni kojoa na kojoa. Si kojoa na kojoa. Ni hiyo kitu imemshika kwa barabara, anaifanya kwa barabara. Watu wamekuwa kama wanyama. Na ndiposa mtumishi ili tuende kwa hiyo kitu kingine. Unipatie tu dakika moja. Okay. Uniongezee dakika moja tu tafadhali. Okay. Nielezee hapa. Niseme kwa nini wanadamu siku ya leo wamekaa kama wanyama. Kwani dhamiri zilienda wapi? Ile concerns ilikuwa uhai, kwani imeenda wapi? Dhamiri imeenda wapi? Kwa sababu unaona ya kwamba dhamiri zinakufa. Dead people. Yes, dhamiri zinakufa. Watu dhamiri zao zimekufa kabisa. Kwa nini mtu asimame barabarani afanye masturbation? Kwa nini mtu achukue picha ya mtu hivi haifanyie masturbation? Afanye na hiyo picha masturbation. Kwa nini watu wamekubali the social media inaitwa online sex? Yes. Na online sex saa hii watu wanafanya sex na simu zao kwa nyumba. Mtu hataki kuolewa. Na ndiposa sasa warebo ni warebo sana. Warebo wamekuwa watu wazuri sana. Wanajua kujipodoa. Lakini hata wakijipodoa wanafanya masturbation. Hata mzee unakuta kijana ako na pesa. Anasoma gazeti, ako na gari, ako na maproti, ako na nini, lakini hii pepo ya masturbation tunaikemea in the name of Jesus. In the name of Jesus. From kutoka magharibi kwenda mashariki, kwenda kusini, kwenda kaskazini. Tunakemea hii roho. Na lazima tuikemee katika jina la Yesu. Na tujue mahali ni wapi watu wamekosea. Kwa sababu kama venye nimekuambia, saa hii watu saa hii wananunua mpaka gadget. Wananunua. Unakuta mtu amenunua ile gadget na ni mama. Mama ako sawa. Mrembo, nywele iko mzuri. Huku unajua wanaume sometimes wanangaliaga huku. Mama ako sawa hata na huku. Ako chojo mama, ako na gari, ako na nyumba, ako na nini. Lakini yule mama alipata watoto wawili. Sasa aligilia masturbation. Unaona? Yeah. Na ndiposa ningetaka na ningeomba kwa hii runinga muite mpaka madaktari kama ndugu yetu yule anaitwa Watene. Wewe unamjua daktari? Namjua pia. Daktari akuja akae mahali kama hapa. Akuje aelezee watu the medical bit ya masturbation. Yes. Kwa sababu sasa tutile na rusiaro la kwenda tereri hatuna, sababu sasa ile mambo saa hii iko ni mambo mengi sana saa hii. Bishop. Yes sir. Kuna vitu ziko social media. Na nataka nizitaje wazi kwa sababu hizi ni vitu watu wanakama cross.
let's talk about pictures. Kuna hizi aina za picha ambazo ni appetizing sexually. Yeah. Kuna hizo picha tunachukua kanisani sisi kama makuhani. Tuanzie hapo. Yeah. Kwa mfano kwetu Mungu ametubariki na hiyo pako ambayo huwa inashuka, watu wanaanguka hapo chini. You see? Yeah. Na ni critical kurecord scene kama hizo cause wengine kuna vile wamekuja wamevaa. Yeah. Sasa amelala hapo, hawezi chukua hiyo picha. But kuna kanisa zingine, okay mimi sitataja, lakini wewe fanya pita zako kwa simu. Unajua hata sasa tunaongea na wewe. Unajua unajua sasa lazima tuambiane ukweli. Kuna kanisa, acha nikwambie. Unakuta dada ndiye anaongoza praise pale na anaongoza worship pale. Lakini zile nguo amevaa zinaleta hiyo, hata unakuta mwanaume mwingine hata kuomba hawaombi. Kwa sababu haiwezi kuwa ya kwamba wewe umevaa nguo ambazo sio sawa, alafu nguo zingine ni fupi. Hata unajua lazima kama tunakemea hii roho ianzie kwa nyumba paka na mavazi. Unaona? Yes. Na mavazi. Kwa sababu kuna mtu ambaye anatamani waidhira, lakini anasikia haya kumwenda kuona nani? Waidhe? Na kama venye nilikuambia, sex inatoka from the mind. Unaona? Kwanza inagonga nini? Inagonga nini? Macho. Sex inagonga macho. Ikiingia kwa macho, macho inapeleka wapi? Kwa brain. Unaona? Ikileta kwa brain, sasa kitendo kinafanya nini? Kinakuja. Lazima tungengane sana na mavazi. Na ndio maandiko imesema macho ndio bulb ya mwili yako. Mtazamaji, macho yako ndio bulb. Kama hizi ziko hapa. Ni kweli? Na imesema kama iko na mwangaza, mwili yako iko na mwangaza. That is it. Kama iko na giza, mwili yako iko na giza. That is it. Ndio nilikuwa nakwambia kwetu ni sheria. Kama watu hawajafunikwa, don't record those things. Unajua hata nikwambie na muende kwa hizo mapeji mtaziona. Unajua hata wacha nikwambie kitu kimoja. Sijui hii mambo ilitoka wapi. Watu wanakuliwa na macho na kanisani. Hii mambo mtumishi ilitoka wapi? Kwa sababu ninakumbuka vizuri sana. Wakati Roho Mtakatifu alikuwa anashuka 1998. Yes. 1998. Roho alikuwa anashuka. Watu wa Mungu walikuwa wanaanguka chini tu. Unakuta wanaanguka chini na sio ile kuanguka chini ati ya kujifanya. It happens. Nakumbuka siku moja sitataja huyo mchungaji, lakini mchungaji wa kimataifa wa taifa la Kenya alileta mkutano kwa Githunguri. Na wakati alileta mkutano kwa Githunguri, Roho wa Mungu alishuka Githunguri Stadium. Githunguri is in Kiambu County. Yes. Na that meeting Roho wa Bwana alishuka. By that time hakuna hata asha alikuwa anashuka. Hakukuwa na leso. Hakukuwa na chochote. Watu wa Mungu walikuwa wanaguzwa wakiwa pande ile, wote wanaanguka chini, wanaanza kuongea na dimi, wanaanza kuomba. Wako sawa. Lakini kwa sababu mali tulikuwa tu dhamiri za watu zimekufa. Sasa watu unakuta kwa mkutano anakula. Watu wanaenda pale, mtu anaanguka analetwa hapa mbele ya madhabahu ili kujulikane kuna nguvu zilikuwa zinafanya kazi wapi. Alafu dhamiri zimekufa. Alafu mtumishi, dhamiri zimekufa hata za watu wa Mungu. Wacha nikwambie yes. Regardless. Cause kuna that bit ambayo you are coming into. Yes. Na kuna the other way. Ya kutake caution, kuprotect watu wale weak. The church has to be cautious that ni community, watu wanatoka from everywhere. Na kuna mtu ni weak pale, akiona mumelalisha madam pale na hamujafunika, anakula kwa macho. Na macho. Ananyongea kwa church. Mimi wacha niongee ukweli. Cause kwetu ni sheria. Lazima. Sasa nikuulize mtumishi, na tunaongea hapa na upendo mwingi sana. Kabisa. Na unajua mavazi. Mavazi ni kitu important sana. Wacha nikwambie. Watu wakitoa nguo ndio utajua mtu anakaa namna gani. Hakuna kitu. Hakuna kitu ate nini. Wacha mtu atoe nguo hapa, hata hutampenda.
Huyo mtu unaona ati mwili yote imeshikana nikagua ameshika. Wacha atoe nguo. Mtu akitoa nguo ndio utajua huyo ni nani. Na ndipo tunasema hivi sasa. Mavazi. Wacha watu wa Mungu waweke vizuri. Tufundishe watu kuvaa vizuri kwa kanisa. Na acha nikwambie nikiendelea. Masterbation. Imeshika kanisa. Kabisa. Na ndipo anasema hivi. Kama mtu amefikisha miaka ya kuoa kanisani. Wacha aitwe na wazee. Bona woi. Wacha apatiwe mawaidha. Haya. Wacha apatiwe mawaidha. Aulizwe maswali kadhaa. Aulizwe. Unasikiaga kitu. Una survive aje wewe? How do you survive? Wewe si mashini. Tuseme huyu mtu akona kama akona miaka 30 kwenda juu. Hapo ndipo nataka tu kwa upendo na unyenyekevu mwingi tuweze kuzungumza hapo. Na tujue hivi. Please. Please. Kuna watu wanasema ya kwamba wako na 30 years kwenda juu na hawajaoa. Hawajaolewa. Unaona? Lazima tunapomalizia show ya leo tuombee hawa watu. Sana. Tuwaombee. Mipango ya Mungu haikuwa ya kwamba mtu akiwa na 70 years ndio anaenda kuoa. Ndio anaenda kulea watoto. Kwa sababu huyu mtu sasa tuseme mtu ameoa na 50 na amefanya vizuri. Into our dispensation of time right now utakuta ya kwamba si umepata mtoto na 50 years. Haya huyo mtoto unataka kusubua taifa. Kuna mtu anasubua taifa kwa sababu wewe umepata nini na 50. Si ndio? Haya from 50 years mtoto wako ili umlee vizuri. Kwanza mpatie miaka 5 ya kununua diaper. Maziwa na diaper. Nini maziwa na hiyo ni 5 years. Cerelac na diaper. Yes. Alafu sasa wewe uko na 55. Kwa nini unataka kutesa mtoto? Hauna nguvu sasa hapa 55. Haya mtoto akifikisha miaka 10, wewe uko na 60. Ukiwa na 70, mtoto wako ako na ngapi? 20 years. Si ndio? 20 years, yeye mtoto amemaliza high school. Si ndio? Na sasa ako college 1 year or whatever. So mtoto wako akiwa na 25 years, wewe utakuwa na 75. Unaanza kukua for father. Sasa hapa hata kufikisha hii miaka saa hii ni Mungu. Na ndipo nataka tuombe katika jina la Yesu. Hiyo roho ishinde. Oh yes, nataka mimi tuombe mtumishi. Tuombee Sigos. Tuombee wale watu wako Sigos saa hii. Ile mapepo imewakamata. Tuwafugulishe. Yes. Alafu yes sir. There is something else. Kwa sababu tunaelekea tukiwind up. Yes. Kuna kitu kinaitwa backgrounds. Yes. Kuna mtu ameinherit masturbation. Yes. Kutoka mahali amezaliwa. David alisema hivi. Mimi nimezaliwa na dhambi. Wakati alikuwa anatubu siku moja. Na unaona wakati alikuwa pale juu kwa mabati. Akaona mrembo. Uliona mpaka aliua. Yes. Na angekuwa nyakati hizi kama angekuwa na ile confidence ama ile status ya power. Tuseme angeangukia kunyonga. Unaona? But alizaliwa kwa hiyo. Kwa hivyo kuna mtu anatutazama bishop. Na hawa watu wanakuja kwetu. Nataka to shed light kwa hii background issue. Kwa sababu mimi huambia watu wakati unafanya sexual sin una break ile uwezo wako wa kujicontrol. Unatengeneza pattern ya hiyo weakness. Mtoto wako akizaliwa anazaliwa akiwa weak and hiyo. Haezi jizuia. Yes. 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 Ndio David alizaa Solomon. Si mnajua story ya Solomon? Wake 1000 shule. Yes. Hata kuja ifika historia. Ni kweli. Unasemaje? Unajua lazima tuende roho uko bali. Yes. Na ni vizuri hiyo topic ya kudeal na misingi. Hiyo ni topic nyingine sasa. Sorry. Lazima tu deal na foundations. Kwa sababu unakumbuka in the book of Timothy. Kulikuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Royce. Yes. Na Eunice.
By the Royce alikuwa nani? Royce alikuwa nyanya ya grandmother wa Timothy. Alikuwa grandmother. Like your grandmother Lois. Yes. So nakumbuka. So kuna roho ambazo huwa zina abatana na wewe. Utake ama usitake. Kutoka kwa nyanya. Hivyo. Unajua Timothy Royce alikuwa grandmother ya Timothy. Na Eunice alikuwa nani? Mother. Alikuwa mother. Si ndio? So hiyo roho ilitoka na Timothy akamwambia wewe nimeona ile roho uko nayo ya nyanya. Ni kama ya nyanya, kama ya nyanya yako. Unaona? Sasa hivi ukiambia mtu wewe nimeona kama uko na roho ya babu yako. Ufikirie sana. Hata mtakosana. Ama uende uambie mtu wewe na wewe ataona ni matusi. Wewe nimeona uko na roho kama ya shosho wanyu wewe. Wewe nimeona uko na roho kama ya guka yako. Ataona kama unamwambia vibaya. Lakini kuna watu saa hii wanakaa na roho ya babu zao. Hata kama babu yako alikufa. Bado hiyo roho bado inaambatana na wewe. Na ndiposa lazima siku ya leo tuelewane vizuri, tukuje tusemesane vizuri na tuongee vizuri, tuone nini tutafanya ili ya kwamba tuweze kufuja hii misingi. Exactly. Kwa sababu hata ukitaka namna gani misingi ingine kama hautatolewa dhabihu ni bure ndugu yangu. Lazima tukuje mahali kama kohani na kama na manabii wa Jehova. Tusimame kwa hiyo boma, tusimame kwa hiyo familia, tusimame kwa hiyo biashara, tusimame kwa hiyo taifa, tuseme ya kwamba hii misingi sio mizuri hata kidogo. Unaona? Kwa sababu kama Timotheo alikuwa anamwambia Royce, wewe ninaona kama uko na roho ya nyanya yako Eunice, si ndio? Wewe uko na roho ya nyanya yako Royce. Lazima saa hii tujue ni msingi gani wewe umekalia. Kwa sababu hata kuna watu ambao wanaoa saa hii. Unaona? Kuna watu ambao waliolewa into polygamous family. Unakuta ya kwamba mtu anang'ang'ana kabisa kuacha, lakini hawezi. Kwa nini hawezi? Kwa sababu nyanya yake yule anaita nyanya wa ukweli ni bibi wa gapi? Bibi wa 4. Kwa hivyo hata huyu mtu ang'ang'ana namna gani katika singlehood atang'ang'ana sana kupigana na mapepo. Kora thakawe mundu wa Ngai. Hihi niwe ati kuigithia na ng'undu noguo uigithia rutagwithagia thogora. Boma Epic Homes tuna project njeru kuria mwena na nyuki ireretwo na nyuki Epic Garden. Ni dakika 30 tu kuma na nyuki town handu etagwo Segera kuria tuna broti cia 50 by 100 iria twaga kwendia thogora wa ciringi 195 mbeca baribari na woka waigithia 60 icio ingi tugakuhe mweke wa mieri ingi 6 urikie kuriha. Kundu guku kwina mai na thitima ni tiri munoru na kwina mathibitari macukuru ona ningi wabici cia thirikari kana cio tungata wa muingi. Tocera wabici-ini citu kuria Shime Court, Sheikh Karume Road, room number 303, ngorofa ya gatatu, kana tuhure thimu namba 0720 699 701 0720 699 701. Boma Epic Homes. We bank on soil.